Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Leo nilikuwa nataka kuatilia mada ambayo inayosema Yesu hakuleta Ukristo. Kwa hiyo tunaanza kidogo kwa habari ya masomo kidogo ya Yesu, kama anavyosema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Maneno ya Yesu, mjifunze kwa Yesu, msijifunze kwa Paulo wala kwa Petro wala kwa nani, kwa Yesu tu. Maneno ya Yesu, Mathayo 24. Mafunzo ya Yesu, Mathayo 24:4-5. Yesu akajibu akasema, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Kwa hiyo kama tunavyoona, hawa wanakuja kwa jina la Yesu ni wa Kristo. Mkristo yote lazima atie jina la Yesu, anamwacha Mungu. Na pia wamesema pia Yesu ni Kristo, na Yesu mwenyewe ameshasema watu ni waongo wadanganyifu. Kwa hiyo kazi ipo hapo. Kwa hiyo tukaenda katika Mathayo 24:23 mpaka Mathayo 24:23 mpaka 26. Yesu anasema, mkiambiwa Kristo yuko hapa au yuko kule, msiamini, kwa maana yatatokezea makristo ya uongo na manabii ya uongo, na watatoa ishara kubwa kubwa na maajabu wapate kuwapoteza hata wateule. Tazama, nimeshawaonya mbele. Naona Yesu anaambia ameshakwisha kuwaonya mbele kwa atatokezea makristo ya uongo. Kwa sababu hata shetani pia anawatuma wale makafiri kuwadanganya watu, na wakati huo pia kufanya uchawi na kudanganya watu. Na wakati huo hapo katika aya hiyo palikuwa hakuna Ukristo wala hakuna makristo wala manabii ya uongo, na Yesu mwenyewe ameshasema, wenye masikio na wasikie. Kwa hiyo hapa kulikuwa hakuna Wakristo, Yesu hakuna Ukristo, hakuna makristo ya uongo, na Yesu mwenyewe ndo anawaambia watu, anawaonya watu. Kwa hiyo tuende katika Luka 9:20-21. Yesu akamwambia wanafunzi wake, nanyi mnasemaje mimi ni nani? Wakati watu makafiri wanasema, waloamini wakati huo walikuwa wanasema Yesu ni nabii, lakini kuna makafiri wengine wakisema huyu ni Yohana, wengine nani. Lakini Petro akajibu, wewe ndio Kristo. Kwa hiyo kwanza Petro namjua kama ni shetani, na Yesu mwenyewe alimuita shetani. Kwa hiyo Yesu akawakataza wasimwambie mtu neno hilo. Yaani asiambie mtu yote neno hilo, yani neno baya kusema na Kristo. Kwa hiyo na Yesu mwenyewe ameshapinga hilo neno Kristo. Tukiona katika Mathayo 24:4-5. Kwa hiyo tukitizama, wasioamini ndio wanatumia neno hilo Yesu ni Kristo. Shahidi Yohana 11:27. Yohana 11:27, Martha alimwambia Yesu kwamba mimi naamini kwa wewe ni Kristo. Unaona, wakati huo anasema hivyo, Yesu anamjua kila mtu anasema hivyo inaamini hajamwamini Yesu, kwa sababu Yesu ni nabii. Lakini katika Yohana 11:39 mpaka 40, Yesu anamwambia Martha, ukiamini, wakati ukashasema Kristo, na Yesu anamwambia wewe hujaamini wewe. Mtu anasema Kristo ina maana hajaamini. Anaambia ukiamini utaona miujiza zaidi ya hiyo, maneno ya Yesu. Twende katika Luka 22:33-31 mpaka 34. Yesu akamwambia Simoni, tazama shetani amewataka nyie apate awapepete kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isitindike, yani isipotee. Utakapoongoka isitindike. Yani utapoongoka, wakati huo hajaongoka huyo. Yeye hajaongoka. Utapokuongoka uongoe na ndugu zako. Yani ukiongoka wewe na uongoe ndugu zako. Yeye na ndugu zake wote hawajaongoka, wote mashetani. Petro akajibu, akamwambia nipo tayari hata kwenda gerezani juu yako. Na Yesu akamwambia utanikana wewe. Sasa twende katika Mathayo 26:34 mpaka 35. Yesu akamwambia utanikana. Petro akajibu, mie hata wakiniua sitokukana. Na wanafunzi wake wakajibu hivyo hivyo. Unaona? Kwa hiyo na ushahidi tunaona kama ni kweli alimkana. Unaona, kwa sababu yale mafunzo yake yote aliacha kila kitu. Lakini tuendelee. Yohana 2:25. Yesu aliyajua aliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu aliyajua yote aliyo ndani ya moyo wa binadamu, kama Mwenyezi Mungu vile alivyomjalia kujua. Twende katika Marko 8:33. Yesu akageuka akawatizama wanafunzi wake.
Hii maana kuwatizama wanafunzi wake, maana aliwatizama yani aliwatizama wasimfuate Petro. Sasa hapa tutapata habari yake. Yesu akageuka akawatizama wanafunzi wake, akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, we huyawazi ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo tunamuona kama Petro ni shetani, hawazi ya Mungu bali ya wanadamu. Twende katika Marko 13:9. Nanyi jihadharini nafsi zenu, mtapelekwa mabarazani na masinagodi, mtapigwa na mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao. Yani watapelekwa kule, alafu wao ndo watakufurishwa na wao watakufuru kwa ajili ya Yesu. Unaona? Na wenye masikio watasikia. Na tutaona mbele uko vipi watakufurishwa katika aya zinofuata hivi mbili. Matendo 23:9. Waandishi upande wa Mafarisayo waliteta wakasema, hawaoni uovu wote juu ya Paulo. Hawaoni uovu wote juu ya Paulo, lakini juu ya Yesu waliuona uovu kwa vile ni nabii wa Mungu. Lakini kwa Paulo hawakuona uovu kwa juu Paulo yeye ni shetani na alikuwa anamtumikia shetani, na wafalme na Mafarisayo wote ni wafuasi wa mashetani. Na pia tukitaka kujua kama wanafunzi wake katika Marko hii, tukiunganisha Marko 13:9, tutizame katika Matendo 26:26. Hapo ndo mtajua kama Petro na Paulo wote walitumwa na wafalme, kwa sababu hapa Paulo anasema katika Matendo 26:26 kwa mfalme anajua siri yote haya mambo, kwa sababu ya kutendeka pembeni haya mambo yote ya kuleta Kristo. Sasa tukienda katika Matendo 11:25 mpaka 27, tutizame Kristo wapi umeletwa. Unaona? Akaenda Tarso kumtafuta Sauli, akamleta Antiokia. Wakawafundisha wanafunzi wengi, na wanafunzi wakaitwa Kristo kwanza hapo Antiokia. Yesu hayupo, ameshaondoka zamani. Kwa hiyo hawa wakaleta Kristo hapo Antiokia, wakakufurisha watu. Unaona? Na ushahidi Yesu aliwaambia ama Kristo atatokea na manabii ya uongo atatokea. Sasa hawa ndo manabii wa uongo, hawa ndo walioleta huo Kristo, ambao katika 20 hapa Yesu aliwaonya katika Mathayo 24:45 na 24:23 mpaka 36. Kwa hiyo tunaona, lakini pia tutizame katika waraka wa kwanza wa Petro 4:14 mpaka 17. Lakini ikiwa kwa sababu mtu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Bwana katika jina hilo. Unaona hapo? Anasema mtukuze Bwana katika jina hilo la Mkristo. Na huyu Petro ndo aliitwa shetani kule, na akaambiwa sasa katika Mathayo 24:5, mtayaona wenyewe, lazima msome na nyuma huko. Unaona? Tunaendelea na andiko. Hukumu ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hiyo hukumu kwanza itaanza wale kina Paulo mitume wa Kristo, na Paulo, Petro, hao mitume wa Kristo walileta Kristo. Hukumu itaanza kwao na wao wafuasi wao wa Kristo. Yaani hawakumtumikia Yesu wala hakutumikia injili ya Mungu waliopewa na Yesu. Walihamia huko na wakageuka wakamfuata shetani. Kwa hiyo tutizame katika Yohana 17:3. Yesu anasema, na uzima milele ndo huu wa kujua Mungu wa pekee na Yesu alomtuma. Yaani wamjue Mungu kama Waislamu wanavyosema. Wamjue Muhammad, yani ashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yani wamwamini Mwenyezi Mungu mmoja na Muhammad ametumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa pia anatuambia kwa wamwamini Mungu, wamwamini Mwenyezi Mungu mmoja na Yesu katumwa na Mungu. Kwa hiyo hilo andiko ndio linalotuambia. Kwa hiyo hapa tunaona huu ndio uzima milele kama Yesu alivyotanguliza, lakini makafiri wakageuza maandiko yote na wakafanya ukafiri wao. Kwa hiyo tunamaliza hii kwanza, alafu nakuja na filamu ya pili.